Sema na mlima wako na uone nguvu za Mungu. Marko mtakatifu mlango wa 11 mstari wa 20 hadi 25. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Karibu katika ibada hii ya neno la Mungu. Leo tutajifunza kutoka Marko 11 mstari wa 20 hadi 25. Ambapo Yesu aliwafundisha wanafunzi wake kuhusu nguvu ya imani, nguvu ya neno linalonenwa kwa imani na nguvu ya maombi. Baada ya Yesu kuilaani mtini usiozaa matunda, wanafunzi waliona kuwa ulikuwa umekauka kuanzia mzizini. Petro akastaajabu, lakini Yesu akawaambia, "Mwaminini Mungu." Akasema, "Mtu yoyote atakayesema na mlima, ng'oka ukatupwe baharini, bila shaka moyoni mwake, bali akiamini yale asemayo atatokea, atatendewa." Nguvu ya imani. Imani ni kumtegemea Mungu bila kuyumbishwa na mazingira. Mara nyingi milima katika maisha yetu ni magonjwa, umaskini, madeni, kukataliwa, utasa, kushindwa, hofu, ajali na matatizo yanayoonekana kutowezekana. Yesu hakutuambia tuongope milima yetu. Alituambia tumwamini Mungu. Hakuna mlima ulio mkubwa kuliko Mungu tunayemtumikia. Mungu anaweza kubadili hali yoyote na kufanya lisilowezekana liwezekane. Nguvu ya neno linalonenwa. Yesu alisema, atakayeuambia mlima huu. Kama watoto wa Mungu, tusizungumze kushindwa, bali ushindi. Tusiseme mimi siwezi. Tuseme naweza yote katika Kristo anitiaye nguvu. Tusiseme maisha yangu yameharibika. Tuseme Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Maneno yaliyojaa imani huonyesha tumaini letu kwa Mungu na ututia moyo kusimama imara katika ahadi zake. Ombeni kwa imani. Yesu alisema kila tuombapo tuamini kwamba Mungu anatusikia. Tunapomtegemea Mungu kwa moyo wote, tunaweza kuwa na uhakika kwamba atafanya mapenzi yake kwa wakati wake mkamilifu. Usiache kuomba. Usiache kuamini. Mungu bado anatenda miujiza. Sameheni wengine. Yesu alifundisha kwamba tunapokwenda mbele za Mungu kwa maombi, tunapaswa pia kusamehe waliotukosea. Msamaha utuweka huru na utusaidia kuishi katika amani na Mungu na watu wengine. Nataka niombe maombi ya imani. Kuna nguvu katika neno. Nataka uamini pamoja, tuende pamoja katika maombi haya, na baada ya maombi miujiza itakuwa imetendeka katika maisha yako. Miujiza ya uponyaji, milango inafunguka, na miujiza ya baraka kwa jina la Yesu Kristo. Tuombe pamoja. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu wa miujiza na hakuna lisilowezekana kwako. Ninawaombea wasikilizaji wote popote walipo. Waguse kwa mkono wako wenye uponyaji. Waponye walio wagonjwa na wafariji waliovunjika moyo. Watie nguvu waliokata tamaa, na uwape amani wale wanaopitia majaribu. Katika jina la Yesu Kristo, tunaomba kila mlima unaowazuia watoto wako uondolewe kulingana na mapenzi yako makamilifu. Tunakuomba uwavushe kutoka katika vifungo vya magonjwa, umaskini, mikosi ya mara kwa mara, hofu, kukataliwa, kushindwa, utasa na kila aina ya uonevu wa kiroho. Vunja kila kifungo na uwajaze uhuru ambao Kristo ameleta. Bwana, tubariki. Fungua milango ya kazi na biashara. Rejesha ndoa zilizovunjika. Bariki watoto wetu. Wape amani
hekima, ulinzi na kibali. Wanaokungojea kwa uponyaji, watoto, mafanikio na urejesho, wajalie neema na tumaini jipya. Tunatangaza kwamba Yesu Kristo ni Bwana juu ya maisha yetu. Jaza kila msikilizaji Roho Mtakatifu, furaha na imani mpya. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Ikiwa bado hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, huu ndio wakati wako. Nataka uombe maombi haya pamoja nami. Rudia nyuma yangu tafadhali. Sema: Bwana Yesu, ninakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu dhambi zangu zote. Naamini ulikufa kwa ajili ya dhambi zangu na ukafufuka siku ya tatu. Naomba uniokoe, uniingie moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nisaidie nikuishie maisha yote katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kama umeomba sala hiyo kwa imani, na kukaribisha kwa familia ya Mungu. Endelea kusoma Biblia na uendelee kuomba kila siku, na ujiunge na kanisa linalofundisha neno la Mungu ili uweze kukua katika imani yako. Kwa zaka na sadaka, kama huduma hii imekubariki na ungependa kuunga mkono kazi ya Mungu kupitia kwa zaka au sadaka zako, unaweza kuwasiliana nami Mchungaji Shandra Kilonzo Kidhome kupitia nambari ya simu 0713 570 155, 0713 570 155. Niko kanisa la ATG Kaba. Baraka za mwisho. Mungu awabariki sana wote wanaotoa kwa moyo wa hiari. Bwana akubariki na akulinde, hakujazie imani isiyotikiswa, akufungulie milango ya baraka, uponyaji, amani na mafanikio, hakulinde dhidi ya kila uovu, akuongoze katika njia zake, na akupe ushindi katika kila eneo la maisha yako. Neema ya Bwana Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe pamoja nanyi nyote sasa na hata milele. Amina. Shika sadaka yako ama zawadi yako niweze kuibariki kwa jina la Yesu Kristo. Utabarikiwa maradufu, utabarikiwa ukose mahali pa kuweka. Mungu ni mwaminifu. Kama iko kwa simu, shika hiyo simu yako, nitaibariki pia. Shika sadaka yako, niibariki kwa imani. Baba, kwa jina la Yesu Kristo nasimama kwa neno lako takatifu. Unasema tuwape watu vitu na tutabarikiwa, na tutapokea kutoka kwa watu katika vifua vyetu. Takasa na kubariki hiyo sadaka, na itamkia maneno ya baraka. Na mbariki msikilizaji na yule ambaye anatoa. Gusa moyo wake, mwongezee afya, mwongezee amani, mwongezee maisha na mwongezee ushindi. Fungua milango ya baraka, mimina na mwange baraka katika maisha na katika magala yake yote. Yajae yatiririke, familia ibarikiwe, watoto wabarikiwe, majina yake yabarikiwe, hatima na nyota yake ibarikiwe. Nakemea shetani, nakemea ibilisi, nakemea waganga na wachawi na walaji wanaoharibu. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo, namfunika kwa damu ya Yesu Kristo na wingu la Roho Mtakatifu. Halindwe na malaika wa Mungu, na neema ya Mungu iongezeke katika maisha yake na imtosheleze siku baada ya siku. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu, nimeomba na nimeamini. Amen.